Exclusive from iAdvertise magazine. Wanachodai masikini hao ni elimu, na taajabu watu wao wameleta na program maalum ya serikali ya awamu 4 iliyopita kwa ajili ya kuondoa shida ya tatizo la walimu wa sayansi kwenye shule za msingi na sekondari kwenye taifa. Kwa ni special program ambayo iliandaliwa kwa maalum wake. Sasa badala yake wanawafukuza watoto wa kike 1400 usiku mmoja hapa Dodoma, hata hoteli zinatosha kulala. Hawana fedha, wengine wanabaki waende wapi? Hawana chakula, hawana chakunywa, hawana sehemu ya kulala, hawana sehemu ya kuogea, hawana shilingi ya kuishi, hawana chochote. Hamna waende wapi? Sasa sehemu pekee ambapo wanafunzi wao wangeweza kurudia nchi yao ni kupitia wabunge. Na kwenye bunge tumuomba, hata uzuri na shukuru ameanza mbunge wa CCM Kamili. Kakosea kanuni. Nimekuja na kanuni mbili, swala dharura na kuahirisha mjadala tujadili mustakabali wa wanafunzi 7802 kwa chuo cha UDOM. Alafu naibu spika anasema sio swala dharura. Watoto wa kike wanabakwa mjini wanasema sio swala dharura. Na wewe ni mwananispika mwanamke. Haiwezekani. Watu hawani wako mtaani afu unasema unawapelekea polisi. Sasa polisi wamejaa tena hapo unakuja unasema au unamtoa mbunge nani kwa kutetea maslahi ya Watanzania. Hoja iko pale. Tatizo hili la dharura vinginevyo na ili bunge lifungwe tuondoke. Kwa sababu kuna watu 7 ambao wako mtaani hatujui hatunao ni nini. Wako hapo stand kaangalia mzee. Sawa mheshimiwa Kali. Serikali imesema kwamba ilikuwa inachukua hatua kwa ajili ya kutatua mgogoro. Kwa ndani ya mwezi mzima hapakuwa na kilio yote, wanaona baada ya watoto kiteseka warudi nyumbani. Alafu serikali unachukuaje hatua kwa kufukuza mwanafunzi ambaye anakosa kumpa masaa 24 peke yake? Hana nauli. Mpelekee basi kama alivyofanya Nyerere na training, wapeleke nyumbani kwao. Okay, ushauri wa serikali tujadili tuone namna gani ya kuwasaidia wanafunzi. Ndio kilichobaki kujadili. This is all about debate. Sisi ni wawakilishi, kazi ya mwakilishi ni kuwakilisha ambao hawezi kuingia huko ndani. Wanafunzi wa UDOM waingie kungeni, sisi ndio wajibu wetu huo. Ni kweli kujadili ni sawa. Ushauri utatoka ndani ya bunge. Wabunge watashauri serikali au usikilizeni wabunge anasema. Sio ungetusikiza tujadili kwa ushauri. Waandishi, shida kubwa tuna naibu spika ambaye hajui uchungu wa kuomba kura. Sisi hapa tumetumwa na wawakilishi wetu pamoja na wanafunzi kuwatetea nchi. Huyu ameletwa siku kutoka wapi? Anavuruga bunge. Tunataka kutetea maslahi ya nchi, naibu spika anakataza. Ndio maana kumbe serikali ya Magufuli imeamua kufuta swala la live ili wananchi wasifuatilie mambo yanayowahusu. Ndugu zangu, na kuna mkakati mkubwa wa serikali hii kufukuza wabunge wa upinzani bungeni kwa muda mrefu tu, ili mradi watu hao wasitetee wananchi. Na sisi tunaapa tutawatetea mpaka mwisho. Hili swala ni kubwa, ni swala ambalo linahitaji attention ya nchi, na wananchi wanateseka, wanafunzi wote wanateseka, na sisi tumeshakuwa wanafunzi. Tunajua machungu ya kukosa nauli, tunajua machungu ya kushinda kwa siku moja bila kula. Tunaomba wanafunzi wasikilizwe na wapewe stahiki yao. Hawana makosa wanafunzi wale. Watoto wengine, watoto wa kike. Na watoto wa kike, jana waheshimiwa wabunge wengine wamelala na watoto 50 nyumbani kwao. Watoto wadogo, watoto wametoka maeneo tofauti. Yaani ukionyeshwa meseji za vijana ambao wanatoka kwenye majimbo yetu, watoto wa kike wanashinda stand. Kuna watoto wengine bila kuchukuliwa na waheshimiwa wabunge walikuwa wanafanywa vitendo vya ajabu. Hoja hii ya kitaifa, watu zaidi ya 7 unakuja unasema usitoe hata dakika 20 ya kujadili. Wakati sisi tunajadili mambo ya nchi, wameconcentrate kuja kufukuza wabunge, wameconcentrate kuja kutoa adhabu za ajabu. Umeona? Mheshimiwa Nassari ametoa hoja ya msingi, baadhi ya wabunge wa CCM wameunga mkono, wanakuja kumdhalilisha na kumtuka. Na hii ndio tunasema serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa na tabia ya kufanya mambo kwa zimamoto. Wangeruhusu tu tungejadili, tunajadili kwa maslahi ya umma. Na kwa mara ya kwanza kwa kweli kuna baadhi ya wabunge wa CCM tuwapongeze, wameonyesha solidarity. Wamesimama kabisa kukemea, lakini kiti pamoja na chief whip wao ameshindwa kuona tatizo hili ni muhimu, na leo hili tulisimama bila kujali itikadi ya vyama. Niseme